Chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema kimetoa taarifa kuwa kinarejelea msimamo wake wa awali wa kutotambua mchakato mzima wa tume iliyoundwa na Rais Samia na kupinga kwa ujumla wake ripoti iliyowasilishwa leo na tume hiyo inayosimamiwa na Jaji Mohamed Chande Othman. Taarifa hiyo ya Chadema imeongeza kusema kuwa ripoti hiyo haiwezi kuchukuliwa kama nyaraka huru yenye kuakisi ukweli au haki kwa waathiriwa wa matukio yaliyoripotiwa. Akizungumza na BBC, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema haya. Tulisema kwamba hii tume haitakuwa na mamlaka yoyote wala haina maadili wala aliyeiunda kuleta na kutafuta ukweli wa kilichotokea. Na leo amethibitisha kile tulichokisema. Kwa maneno yake mwenyewe amesema hii ni tume yake na hakuna mtu yoyote anaweza kuihoji au kufuatilia kwa undani kilichozungumzwa. Kwa hiyo kuna mambo ya muhimu ambayo tuliyasema mwanzo hii tume ilipokuwa inaundwa. Kwanza, aliyeiunda mwenyewe ni mtu ambaye alipora mamlaka ya umma kwa kutumia mtutu wa bunduki. Kwa hiyo huwezi kujichunguza mwenyewe. Sasa hatusemi bila base, tunasema kutokana na taarifa ya uchaguzi ya SADC na kutokana na taarifa ya uchaguzi ya AU na kutokana na taarifa ya uchaguzi ya Thabo Mbeki Foundation, zote zimesema hakukuwa na uchaguzi na kilichofanyika ni kupora mamlaka ya umma. Kwa hiyo mtu mwenyewe aliyeiunda, kwanza kuna tatizo hapo. La pili, walioko kwenye hiyo tume miongoni mwao aliyekuwa waziri wa ulinzi. Sasa miongoni mwa vyombo vilivyokuwa vinatuhumiwa kwa haya matukio ni vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa unapomweka waziri wa ulinzi ambaye ni mtuhumiwa kujichunguza, utegemei kupata kitu chochote. Naam, ni makamu mwenyekiti wa Chadema huyo John Heche kama alivyozungumza na BBC. Naye wakili na mhadhiri Fulgence Masawe ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ametoa mtazamo wake kuhusiana na ripoti ya tume ya Jaji mstaafu Othman Chande. Kwanza mimi ni sifu kwanza ripoti imetoka, lakini kuna mambo mawili matatu. Kwanza nitaanza na yale ambayo ni chanya. Kwanza ripoti imekiri kwamba kuna malalamiko ya muda mrefu ya wananchi ambayo yalichangia kupelekea yaliyotokea, lakini pia imeainisha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na matukio mbalimbali yaliyotokea kabla ya uchaguzi ambayo yaliamsha hisia za watu mbalimbali. Sasa kitu ambacho kinanipa ukakasi ni kwamba ni pale ripoti inaposema kwamba kama wanakiri kama kuna matatizo ya muda mrefu, kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, kwanza kusema kuna watu ambao walichochea haya maandamano pamoja na fujo ambazo zilitokea. Katika hali ya kawaida, kama tunakiri kwamba kuna matatizo ambayo yaliamsha hari za watu na mambo mengine, ilikuwa ni swala la muda tu wananchi kulipuka na kuingia mtaani na kudai haki zao. Kitu ambacho kwa tunategemea zaidi kwenye report sasa ni masuala ya uwajibikaji, pamoja na kukiri kwamba kuna watu zaidi ya 518 waliuliwa. Kuna mkono unaoonyesha kwamba ni nani alihusika na mauaji na nini kifanyike kwa ajili ya kuwajibisha waliohusika. Lakini kitu kingine, tume imetuacha njia panda, ni kama imefungua mlango kwa ajili ya tume nyingine ya uchunguzi, ya upelelezi na tume nyingine na uchunguzi wa upelelezi wa kijinai. Ina maana unapofungua mlango kama huu, bado kunakuwa na ombwe kwamba hata ukisema uchukue hatua kwa yaliyokuwa yameainishwa kwenye hii tume, unakuta bado unaambiwa kwamba kuna mambo mengine ambayo bado hayajaainishwa ambayo yanahitaji muda zaidi. Na msikilizaji, najua wachambuzi wanaizungumziaje ripoti hiyo iliyotolewa na tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29. Mwenzangu Ron Clifford awali alizungumza na Evans Rubara pamoja na Dr. Nicodemus Minde, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya kikanda. Kweli mimi nina mkanganyiko kidogo kuhusu hii ripoti. Kwa upande mmoja, ripoti hii inakiri wazi kwamba kulikuwa na vifo na kuna huzuni mkubwa sana miongoni mwa Watanzania. Lakini kitu ambacho hii ripoti hakianishi waziwazi ni issue ya nani alifanya makosa haya. Wanasema na wanataja ya kwamba chimbuko ya matatizo yaliyotokea Oktoba
Oktoba 2025, kipindi cha uchaguzi mkuu, yalitokana na malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa jamii ya Tanzania kwa upana wake juu ya yale mambo ambayo inadaiwa na hii ripoti kwamba serikali iliyopo madarakani haikuwa ikitekeleza. Hiyo ni sawa. Lakini ukiangalia upande mwingine, hii ripoti, mategemeo ya Watanzania wengi ilikuwa itoke na wawajibishwe walengwa ambao walisababisha maafa ya Watanzania ambao hawakuwa na hatia na walikuwa wanaandamana kikatiba kudai haki zao za msingi. Na madai haya yanaenda sambamba na ukweli kwamba wananchi wengi, inavyodaiwa, waliuawa kwa kutumia nguvu au kutokana na matumizi ya nguvu nyingi kutoka kwa jeshi la polisi. Asante sana Evans, nitarejea kwako. Kando na hilo, Jaji Othman Chande katika ripoti ametaja kwamba walikuwa na habari kwamba baadhi ya watu walichukuliwa na kupewa mafunzo kabla ya siku ya uchaguzi Oktoba 29. Sasa nianze na wewe Dr. Minde kwanza. Ulipomsikia Jaji Chande akitaja kwamba hili, lakini wameshindwa kudhibitisha, wanasema maafisa usalama hawawezi kudhibitisha mafunzo hayo yalitolewa wapi. Hii inazungumzia vipi intelijensia ya Tanzania na idara nzima ya usalama? Kwanza tuanze kwa kuangalia ameainisha methodolojia ya jinsi tume ilikwenda na ikachukua maelezo, na kama kweli kufuatilia methodology ambayo tume wanasema ilikuwa ya kina, ambayo pia rais amekuja akaisifia, kama kweli ilifuatwa na kufanya mambo na kueleza kwamba walifuata maelezo ikiwemo kuhoji pamoja na FDGs na mambo mengine, basi naona basi kutakuwa kuna kama gap kwamba walishindwaje kuthibitisha na kueleza sehemu ambapo hawa watu walikuwa wanapatiwa mafunzo. Na nadhani ripoti hiyo mpaka sasa, japo tujienda kuisoma kwa ndani, lakini kutokana na wasilisho liloletwa na Jaji Othman Chande, bado hainaonyesha kwamba hakuna hiyo ithibati. Lakini pili, tuje kwenye hilo swala lako ambalo umesema ni swala la intelijensia, kwamba pia inaonyesha wazi kwamba kama endapo ni ukweli mafunzo yalikuwa yanatokea, basi vyombo vya usalama na pamoja na mifumo ya intelijensia Tanzania kati ya Oktoba tarehe 12 ambayo inatajwa mpaka Oktoba tarehe 28 walikuwa wapi hadi waweze kusema kwamba mafunzo yalikuwa yanatokea? Basi kama ilikuwa ni hivyo, basi kulikuwa kuna serious gap ya mambo ya kiusalama. Evans, katika kumalizia kwake, Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kupokea ripoti amesema anataka kuunda tume ya maridhiano nchini Tanzania ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yote yaliyopendekezwa yanashughulikiwa. Je, hiyo ndio njia inayostahili? Na iwapo ni hivyo, anapaswa kuweka nani katika tume hii ya maridhiano? Naomba nianze kwa kusema kwamba hii tume ya ndugu yetu Chande, pamoja na kwamba imefanya kazi ya kusaidia kuelewa wananchi wa Tanzania wako wapi na haki yao wanaweza wakadai kutoka wapi, naomba niseme kwamba ilipoundwa hii tume, ilikuwa dhahiri kwamba tulihitaji tume huru. Hatukuhitaji, Tanzania haikuhitaji tume inayoundwa na rais ambaye amechaguliwa kwenye mchakato ambao wananchi hawakuridhishwa nalo. Moja, yeye kutamka ya kwamba anaenda kuandaa tume nyingine ni kama kuiambia, na hakusema tu hivyo, alisema, nadhani kama tulikuwa tunasikiliza vizuri, amesema ya kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kuclaim ownership, yani anayeweza kudai kwamba yeye anamiliki hii ripoti ambayo imetoka ambayo imewasilishwa kwake leo. Sasa kwa mantiki hiyo basi, hii tume iliyoundwa na kutokana na uwasilisho na matamshi yaliyotolewa, ina maana kwamba hii tume ambayo ripoti yake, taarifa yake imewasilishwa leo, ilikuwa inafanya kazi anayoitaka rais. Kwa hiyo kama anaenda kuunda tume, mimi sitaijibu hili swali moja kwa moja. Nitauliza swali, hii tume
inaenda kuwa huru, wakati ambapo hii ambayo taarifa zake zimewasilishwa leo inaangaliwa kwa mtazamo kwamba haikuwa huru? Dr. Minde, nije kwako. Baadhi wanahisi kwamba wanasiasa hawajahusishwa, ambao ni wadau wakubwa katika mchakato mzima wa kuweza kupata maridhiano. Kwa tathmini yako, je, ni wakati wa vyama vya kisiasa kuhusishwa katika tume hii ya maridhiano na katika mchakato mzima wa kuweza kupata majibu na kuweza kuliuguza taifa la Tanzania? Kabla hata tujaingia huko, tujiulize wanaenda kuridhiana na nani? Katika uchaguzi wa 2025 wale watu ambao mnasema wanataka kwenda kuridhiana nao uliwatenga katika mchakato wa kisiasa na kuwanyima fursa ya kushiriki katika uchaguzi kwa kuwaondoa kupitia sheria au kupitia njia ambazo sio za halali. Kwa nini lazima kifanywe ili Watanzania walioathirika wakati wa matukio ya Oktoba 29 wahisi kwamba haki imetekelezwa? Cha kwanza ni lazima kuwepo na ukweli. Cha pili, baada ya kuhakikisha ya kwamba umeweka ukweli wote, sio nusu, ukweli wote mezani. Moja, kulingana na alichosema, serikali imekuwa inapata malalamiko kutoka kwa wananchi kwa miaka na miaka, hayakutekelezwa. Serikali imekuwa ikisikiliza malalamiko kutoka kwa vijana kuhusu ukosefu wa ajira na ugumu wa maisha, haijaifanyia nini kazi. Serikali imekuwa ikipata pendekezo ya nchi kupata katiba mpya kwa miaka na miaka, halijatendewa kazi. Kuna uhitaji wa mkakati jumuishi ambayo itakuwa ya wazi na ambayo itahakikisha ya kwamba sauti ya kila chama cha siasa kinasikilizwa